Jesus died for us, we know. Yesu alikufa kwa ajili yetu tunajua. And he resurrected for us. Na alifufuka kwa ajili yetu. So we are celebrating him. Kwa hiyo tunamsherehekea. Not only today, sio leo tu, but every day of our lives. Lakini kila siku ya maisha yetu. We thank you for the blessing of your word. Tunakushukuru kwa baraka ya neno lako. Let your word enter into us. Neno lako na liingie ndani yetu. Let your word read us. Neno lako na litusome. Let your word identify us. Neno lako na litutambue. And let it bring forth light inside of us. Na ikazae nuru ndani mwetu. Let there be a change in our lives. Na kuwe na mabadiliko kwenye maisha yetu. Let there be a change in our situations. Na kuwe na mabadiliko kwenye hali zetu. For there is nothing impossible. Kwa sababu hakuna lisilowezekana. To them that believe in you. Kwao wa kuamini. And how would they believe in you? Na yeyote anayekuamini. How would they believe in you? Watawezaje kukuamini? By believing your word. Kwa kuliamini neno lako. As we continue to believe your word, tunapoendelea kuliamini neno lako, all things shall be made possible. Mambo yote yatawezekana. Bless every single person. Mbariki kila mmoja. Give us understanding. Tupe ufahamu. In Jesus Christ's name. Katika jina la Yesu Kristo. And let us say amen. Amen. Give the Lord Jesus a big clap. Hallelujah. Yesu makofi. Now, because they said today is Good Friday, right? Kwa sababu wanasema leo ni Ijumaa Kuu. So we are going to shout a shout of victory. Tutaenda kupiga kelele ya ushindi. On the left, on the right, at the front, every side, we are going to shout together. Kushoto, kulia, mbele, kila mahali. And what is a shout of victory? Na kelele ya ushindi ni nini? Hallelujah. Ni hallelujah. Hallelujah is a shout of victory. Hallelujah ni kelele ya ushindi. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Wow. Now, this side, they are more than this side. Upande huu ni wengi kuliko upande huu. But this side, lakini upande huu, I heard them louder than this side. Nimewasikia wana sauti kubwa kuliko huku. Why now? Kwa nini? Shout hallelujah. Hallelujah. Amen. You may be seated. Unaweza kuketi. Thank you, Apostle. God bless you. Asante mtume, Mungu akubariki. Amen. Amen. Before we start, kabla hatujaanza, there is something that Apostle just touched. Kuna kitu ambacho mtume amegusia about the word. Kuhusiana na neno. If truly we are understanding the word, kama kweli tunalielewa neno, there must be a change in our lives. Lazima kuwe na mabadiliko kwenye maisha yetu. But many churches, lakini makanisa mengi, many Christians, Wakristo wengi, they are church goers. Ni waenda kanisani. They go to church. Wanaenda kanisani. They are word hearers. Ni wasikia neno. But they are not doer of the word. Lakini sio watendaji wa neno. So the word is not working. Kwa hiyo neno halifanyi kazi. So be careful. Uwe mwangalifu. When you hear, unaposikia, let it sink into your heart. Na lizame ndani ya moyo wako. And walk with it. Na ulifanyie kazi. When you walk with the word of God, unapotembea na neno la Mungu, you can never fail. Kamwe huwezi kushindwa. When you walk with the word of God, you can never fail. Unapotembea na neno la Mungu, kamwe huwezi kushindwa. When you hear there's a prophet there, unaposikia kuna kongamano pale, prophet, kuna nabii pale. I'm not against prophets. Mimi siko kinyume na manabii. But when you hear, lakini unaposikia, people rush there. Watu wanakimbilia pale. My son called me today. Mwanangu alinipigia simu leo. He said, Apostle, akasema mtume, you won't believe it. Huwezi kuamini. People that is coming for our meeting. Watu ambao wanakuja kwenye mkutano wetu. I've never seen people like that before. Sijawahi kuwaona watu wa namna hiyo. Many people. Watu wengi. Is there maybe about 1,000 people? Akasema karibia 1,000. Why? Kwa nini? Because they brought a prophet. Kwa sababu amemleta nabii. He said, I brought a prophet, a lady prophet from Dar es Salaam. Akasema mimi nimemleta nabii kutoka Dar es Salaam. Then I asked, alafu nikauliza, what was he teaching? Anafundisha nini? Say, Papa, there is nothing. No. Akasema mzee wangu hamna kitu. She will just read the scripture. Atasoma tu andiko. Jesus told them, Yesu akawaambia, loose the cord or the donkey, mfungueni yule punda, and bring it to me. Na mniletee. Today, leo, if you are the donkey, kama wewe ni punda, you shall be loosed. Utafunguliwa. And then deliverance starts. Alafu ukombozi unaanza. And people are screaming. Yep, the whole place is packed. Na mahali pamejaa. Then I said to him, nikamwambia, maybe we start to call you prophet now. Labda sasa tukuite wewe nabii sasa. Then we laugh about that. Tukacheka. Why did I tell you that? Kwa nini nakuambia hivi? Listen to me. Nisikilize. It is good. Ni vyema to feel good. Kujisikia vyema. To scream. Kupiga kelele. To cast out the devils. Kutoa mapepo.
to lay hand on you and be healed. kukuwekea mkono uponywe. But after being healed by laying on of hands of somebody, Lakini baada ya kuponywa kwa kuwekewa mikono na mtu, what next? ni nini The kifuatacho? person will not go to your house to live there. Huyo mtu hataenda nyumbani kwako aishi hapo. It is very easy to acquire. Ni rahisi sana kupata. Write it down. Andika. It is very easy to acquire. Ni rahisi sana kupata. But to maintain that which you have acquired is difficult. Lakini kutunza kile ulichokipata ni ngumu. It is very easy to acquire. Ni rahisi sana kupata. But to maintain that which you acquire, lakini kutunza kile ambacho umekipata is difficult. ni ngumu. I'd rather not be a millionaire. Ni afadhali nisiwe milionea, I just live a normal life niishi tu maisha ya kawaida and die and go to heaven, na nife niende mbinguni, than to be a millionaire for some time, kuliko kuwa milionea kwa kipindi fulani, then I become poor later on. baada ya hapo ninakuwa maskini. So it's not in getting, Kwa hiyo haiko katika but kupata, it's in maintaining that which you have received. lakini iko katika kutunza kile ambacho umekipata. How do you maintain the blessings of God? Unawezaje kutunza baraka za Mungu? By continuing in His Word. Ni kwa kuendelea katika neno I lake. told you something mysterious yesterday, Nilikuambia kitu cha ajabu jana, and the theologians can fight. na wanatheolojia wanaweza kupinga. I say salvation Nikasema wokovu is a relationship. ni mahusiano. If you listen yesterday, Kama ulinisikia vizuri, I have listened to message that I preached. God bless you guys. Mungu awabariki watu wa media. Nimesikiliza ujumbe I have listened to niliohubiri. that message 3 times today. Nimeusikiliza ule ujumbe mara 3 leo. Are you hearing me now? And I've written some things down. Na kuna baadhi ya vitu nimeandika. One of the statements that I made yesterday Moja ya sentensi niliyoisema jana, was that salvation is a relationship. nilisema wokovu ni mahusiano. So forget about this word. Kwa hiyo sahau hili neno People says ambayo watu wanasema once you are saved, you are always saved. unapokuwa tu umeokoka basi imeisha, umeokoka. Is a lie. Ni uongo. If it is true, Kama ni kweli, the word of God will not say, neno la Mungu lisingesema work out your own salvation with fear and trembling. ufanyieni kazi wokovu wenu kwa hofu na kutetemeka. Work it out. Tendeni kazi. It means it has not been worked out. Maana yake haujatendewa kazi. You wokovu. have it, Unao wokovu, but you have to work it out. lakini lazima ufanyie So kazi. when you are saved, Kwa hiyo unapookolewa, you need to maintain salvation. maana yake lazima utunze wokovu. And how do you maintain Na salvation? unawezaje kutunza By wokovu? continuing to relate with the one that saved you. Kwa kuendelea kuwa na uhusiano na yule aliyekuokoa. By continuing to relate with the one that saved you. Kwa kuendelea kuwa na uhusiano na yule And how do you aliyekuokoa. relate with God? Na utawezaje kuhusiana na Mungu? How do you relate with Jesus Christ? Utawezaje kuhusiana na Yesu Some of you Kristo? think it's in prayer. Wengine wenu mnadhani ni maombi. You lie. Ni uongo. You think it's in fasting. Unafikiri katika kufunga. You lie. Sio kweli. Because your prayer, Kwa sababu maombi your yako, fasting kufunga kwako will be impotent kutakuwa tasa without the word of God. bila neno la Mungu. So you maintain your salvation Kwa hiyo unautunza wokovu wako by relating with the word of God, kwa kuendelea kuwa na mahusiano na neno la Mungu. embracing the word of God, Kulikumbatia neno la Mungu. continue with the word of God, Kuendelea katika neno la Mungu. living the word of God, Kuliishi neno la Mungu. speaking the word of God. Kulisema neno la Mungu. When you lie down, you lie on the word of God. Ukilala unalala na neno la When you Mungu. wake up, you wake on the word of God. Unaamka na neno la That is why Mungu. Apostle told you Ndio maana mtume to alikwambia read the Bible, kusoma read the Biblia. old Bible, Soma Biblia so that the nzima word of God can enter. ili neno la Mungu liweze And kuingia. when the word Na enters, neno linapoingia, the Bible says, Biblia inasema Psalm 119, verse 130, Zaburi ya 119 he 130 said, the entrance of his word anasema kufafanushwa au kuingia kwa neno la Mungu bring forth light. kwa leta nuru. When the word enters, Neno linapoingia, light comes. nuru So inaingia. what is the word? Sasa neno ni nini? John chapter 1, Yohana sura ya kwanza verse 4. mstari wa 4. In him was life. Ndani yake ndimo ulimokuwa In uzima. him was life. Ndani yake ndimo ulimokuwa In uzima. him was life. Ndani yake ndimo So ulimokuwa the uzima. life Kwa hiyo uzima is in the word. uko katika The neno. life Uzima is in Jesus. uko katika Yesu. So when the word enter into you, Kwa hiyo neno linapoingia ndani yako, according to that psalm, sawa sawa na ile oh, Zaburi, hallelujah.
what happened? Nini kinatokea? Light shine. Nuru inaangaza. Verse 5 for John chapter 1. Mstari wa 5 Yohana sura ya The light kwanza. shine in darkness. Nayo nuru yang'aa gizani. So if you don't have the word, Kama huna neno, you cannot shine. huwezi kung'ara. You see, the word of God. Neno la Mungu. I'm sorry to tell you this. Samahani kwa kusema hivi. You see, the word of God is just one. Unajua neno la Mungu ni moja tu. The word of God is just one. Neno la Mungu ni moja tu. It's just one person, Jesus Christ. Ni nafsi moja tu, Yesu Kristo. But it displayed himself in several ways. Lakini anajifunua katika namna mbalimbali. That is why he says, Ndio maana anasema, in him was life. ndani yake ndimo I ulimokuwa want that uzima. scripture to enter into you. Nataka hilo andiko liingie ndani yako. John 1:4. Yohana 1:4. In him was life. Ndani yake ndimo Now, ulimokuwa from verse uzima. 1, Kuanzia mstari wa in the kwanza, beginning hapo mwanzo was the word. kulikuwako na neno. And the word Naye neno was with God. alikuwako kwa Mungu. And the word Naye neno was God. alikuwa Mungu. Verse 2. Mstari wa The pili. same was with God. The Huyo- same was with Huyo God mwanzo alikuwako kwa in Mungu. the beginning. Huko mwanzo. Verse 3. Mstari wa All tatu. things were made by him. Vyote vilifanyika kwa huyo. By what? Kwa nini? He didn't say all things were made by it. Hakusema vyote vilifanyika kwa hicho kitu. He said all things were made by him. Anasema vyote vilifanyika kwa So huyo. that means the word is a person. Maana yake neno ni nafsi hai. And without him, nothing was made. Na pasipo yeye hakikufanyika chochote Then it kilichofanyika. continues in verse 4. Akaendelea mstari wa 4. In him. Ndani yake, Stand up. In him. ndani yake, In the word. ndani ya neno, In him ndani yake was life. ndimo kulimokuwa uzima. Or in him Ndani yake is life. kuna uzima. Now me that have no life, Sasa mimi ambaye sina uzima, I'm looking for life. natafuta I uzima, must get the word. lazima nipate And neno. this is the word. Na huyu hapa ni When I neno. embrace the word, Ninapolikumbatia neno, I encounter life ninakutana na uzima. that is in the word. Uzima ulioko So ndani ya when I neno. encounter life, Ninapokutana na uzima, oh my God, help me. When I encounter life, ninapokutana na now uzima, watch this. angalia. As I embrace the word, Ninapolikumbatia neno, the word embraces me. neno nalo linanikumbatia. I embrace him, Ninamkumbatia he yeye, embraced na me. yeye ananikumbatia. That is why the Bible says, Ndio maana Biblia inasema, Psalm 119 verse 130, Zaburi ya 119 mstari wa the 130, entrance of his word, kuingia kwa neno the lake, embracing of his word, kulikumbatia neno lake. I must start. Lazima nianze, I must start lazima mimi nianze embracing the word. kulikumbatia neno, Then I encounter life alafu ninakutana na by the uzima word embracing kwa me. neno kunikumbatia. Then Ndipo the word has something for me. neno lina kitu kwa ajili yangu. Jesus said, Yesu akasema, as Father has sent me, kama vile Baba alivyonituma, so I send you. mimi nami So ninawatuma. now that I have encountered life, Sasa kwa kuwa nimekutana na the uzima, Bible says Biblia inasema the life uzima is the light of Olam. ni nuru ya Olam. I embrace the word. Ninalikumbatia The neno, word embraces neno me. linanikumbatia, I get life. ninapata uzima, That life na ule uzima produce light unazalisha nuru inside of me. ndani yangu. Now I cannot stay here anymore Sasa siwezi kubakia hapa tena, because I need to put that light into operation. kwa sababu lazima ile nuru iingie kazini. In order for me to put that light into operation, Ili ile nuru iingie kazini, don't forget, you usisahau, can't produce light huwezi kuzalisha nuru if you are not light. kama wewe huna He nuru. is the light. Yeye ndiyo nuru, And the light cannot shine in light. na nuru haiwezi kuangaza kwenye nuru. So now when I get the light here, Sasa mimi nikipata nuru I hapa, must leave. lazima niondoke. He's sending me on errands.
He's sending me on errand and ananituma kazi. Ananituma kazini. He's sending me on errand. Ananituma kazini. The Bible says. Biblia inasema. Jesus said. Yesu All akasema. power in heaven. Mamlaka yote mbinguni And on earth. na duniani Has been given to me. nimepewa. Go ye therefore. Basi enendeni. Go ye therefore. Basi enendeni. So now that I have encountered life. Sasa kwa kuwa nimekutana na nuru. That has given me light. Nuru ambayo imenipa mimi Then I need uzima. to step out. Sasa mimi inabidi niondoke. Looking for darkness. Natafuta giza. So that I can shine. Ili niweze kuangaza. So you are not shining. Kwa hiyo huangazi. Two things. Mambo mawili. Maybe you don't have light. Labda huna nuru. Or Au you have not found the darkness. hujakutana na giza. Thank you, sir. So no matter what you look for. Kwa hiyo hajalishi unatafuta nini. Look for the word of God. Tafute neno la Mungu. Tell your neighbor, look for the word of God. Mwambie jirani yako tafuta neno la Mungu. Are you ready tonight? Uko tayari jioni ya leo? Let's prophesy upon ourselves. Hebu tujitabirie. I told our people. Niliwaambia watu I wangu. said you are the number one prophet of your life. Niliwaambia wewe ndio nabii wa kwanza wa maisha yako. I told them. Niliwaambia. You are the number one. Wewe ndio nabii wa Every kwanza. other prophet is number 2, 3, 4, 5. Nabii mwingine yeyote ni wa pili, wa tatu, wa nne, wa You are the tano. number one. Wewe ni wa kwanza. Lift up your right hand. Inua mkono wako wa kuume Say juu. after him. Sema nyuma yangu. Say, Lord Jesus. Sema Bwana Yesu. I embrace you. Ninakukumbatia. Through your word. Kupitia neno lako. Let your word enter into me. Neno lako na liingie ndani yangu. Let your word produce light. Neno lako lizalishe nuru. In my life. Ndani ya maisha yangu. That I may shine. Ili niweze kuangaza. In presence of opposition. Mbele ya mapingamizi. In presence of darkness. Mbele ya giza. In trouble. Kwenye shida. In poverty. Kwenye umaskini. I see me shining. Ninajiona nikiangaza. I see me shining. Najiona nikiangaza. In my job I'm shining. Kwenye kazi yangu naangaza. Because your word is in me. Kwa sababu neno lako liko ndani yangu. Your word in me. Neno lako ndani yangu. I have the power to create. Ninayo nguvu ya kuumba. Your word in me. Neno lako ndani yangu. I have the power to create. Nina nguvu ya kuumba. So tonight. Kwa hiyo jioni ya leo. I create good things for myself. Ninaumba mambo mazuri kwa ajili yangu. Rise on your feet and begin to create what you want. Simama kwa miguu yako, anza begin to kuumba. create. Say what you want. Anza kuumba kile unachotaka. Say what you want. Say what you want right Sema now. unachotaka. Yes, speak it out. Speak it out. Iseme. The entrance of his word. Kuingia kwa neno lake. Bring forth light. Kuatia nuru. And understanding to the prudent. Na kumfafanusha mjinga. In him was light. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. And the light was the light of man. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. The light shine in darkness. Nayo nuru yang'aa gizani. Darkness cannot comprehend it. Wala giza halikuiweza. In the beginning was the word. Hapo mwanzo kulikuwako na neno. The word was with God. Na neno alikuwako kwa Mungu. The word was God. Na neno alikuwa All Mungu. things were made by him. Vyote vilifanyika kwa huyo. He created everything. Aliumba kila kitu. Through his word. Kupitia neno lake. The whole world was framed. Dunia yote iliumbwa. The Bible says. Biblia inasema. Christ is the brightness of God's glory. Christ is the brightness of God's glory. Kristo katika utukufu wa Mungu. Christ, the brightness of God's glory. Kristo mng'ao wa utukufu wa Mungu. The express image of his person. Na chapa ya nafsi yake. And he opposed all things. Na juu ya yote. He opposed all things. Anashikilia vitu vyote. By the word of his power. Kwa nguvu ya neno lake. I speak the word of God. Ninasema neno la Mungu. Into my life. Kwenye maisha yangu. My situation will change. Hali yangu itabadilika. My situation will change. Hali yangu itabadilika. If you are sick, put your hand on yourself. Kama unaumwa jiwekee mkono. The Bible says. Biblia inasema. He sent forth his word. Ulituma neno lake. And the word healed them. Na neno huwaponya. He sent forth his word. Ulituma neno lake. And his word healed them. Nalo neno huwaponya. It doesn't matter what you are sick of. Hajalishi unaumwa nini. The word of God will heal you. Neno la Mungu litakuponya. From your head to the soles of your feet. Kutoka kichwani mpaka wayo you are sick in your liver. Unaumwa kwenye you shall be healed. Utaponywa. You are sick in your kidney. Unaumwa kwenye figo yako. You shall be healed. Utaponywa. You are sick in your lungs. Unaumwa kwenye mapafu yako. You
shall be healed. You utaponywa. are sick in your blood. Unauma kwenye damu You shall yako, be healed. utaponywa. For the healing, Kwa kuwa uponyaji, the Bible says, Biblia inasema is the bread of the children. ni mkate wa watoto. Healing Uponyaji is the bread of the ni children. mkate wa watoto. Speak life into your body. Jitamkie Say, uzima. I receive life. Sema napokea uzima. I receive life. Napokea uzima. I receive life. Napokea uzima. Total life. Uzima In the tele. name of Jesus Katika Christ. jina la Speak Yesu. progress into your life. Jitamkie Say, kusonga I receive mbele. progress Napokea kusonga mbele in my life. kwenye maisha yangu. Speak prosperity Tamka mafanikio into your life. kwenye maisha I yako. receive prosperity. Napokea kusonga I shall mbele. not be left behind. Sitabaki I shall nyuma. not be left behind. Sitaachwa nyuma. In the things of the kingdom, Katika mambo ya I will ufalme not be left behind. sitaachwa I nyuma. shall be at the front. Nitakuwa For the mbele. word of God Kwa kuwa neno la is Mungu working for me. linatenda kazi The kwa word ajili of yangu. God Neno la is Bwana creating for me. The inaniumbia. word of Neno la God Bwana is promoting me. inaniinua. The word of Neno la God Bwana is changing my situation. inabadilisha I hali see my yangu. situation changing. Najiona hali yangu In the name of ikibadilika. Jesus Christ. Katika jina la The Yesu. flowing of the blood in my body. The flow of blood in my body. Mtiririko wa damu kwenye mwili Stop wangu. right now. Stop Achia right sasa. now. Acha sasa. Back pain. Kwa maumivu. Stop right now. Achia sasa. Headache. Maumivu ya kichwa. Stop right now. Acha sasa. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu In the name Kristo. of Jesus Katika Christ. jina la Be Yesu healed in Kristo. your body. Pokea uponyaji Be kwenye healed in mwili. your body. Uponyaji kwenye mwili. Receive your breakthrough. Pokea In the upenyo. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Receive Kristo. your prosperity. Pokea mafanikio In the yako. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Mayaga bagata yada. Katika jina la Yesu Now open your mouth Kristo. and begin to pray in the Holy Fungua kinywa Ghost. chako, anza kuomba katika Roho Mayakobo Mtakatifu. taya. Ragabotoposaya. Remegotia. Ayegetuya. Raposo. Ekete yegete. Katika jina la Yesu Kristo. Thank you, Father. Asante Baba. In Jesus Christ's name. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. Mtu mmoja aseme Give the Lord amina. just a big clap. Hallelujah. Pigie Bwana makofi. You may be seated. Unaweza kuketi. As we continue on our subject, Tunapoendelea na somo letu, talking about the mystery of the blood of Jesus. tukizungumzia siri ya damu ya Yesu. Our foundational scripture Andiko letu la msingi is from Zechariah chapter 9. ni kutoka katika Zakaria sura ya For 9. some of you that were not here yesterday, Kwa wale ambao hamkuwepo jana, you can go and watch it online. unaweza kwenda kuangalia. Zechariah chapter 9 verse 11 and 12. Zakaria sura ya 9 mstari wa 11 na In 12. that scripture, Kwenye lile andiko we learned that there are three personalities there. tuliona kwamba kuna nafsi tatu pale: The Father, the Son, and the prisoners. Baba, Mwana na wafungwa. But those prisoners are not ordinary prisoners. Lakini wafungwa hao sio wa kawaida, They are prisoners of hope. ni wafungwa wa And in tumaini. order to have hope, Na ili uwe na tumaini, you must have Jesus Christ. lazima uwe na Yesu So there are Kristo. prisoners Kwa hiyo kuna wafungwa that are born again. ambao wameokoka, They have Jesus Christ wanaye Yesu Kristo, and they are in prison. na wako kifungoni. Yes. Ndio. The reason why the church are after many things, many Christians are after many things, born again, Sababu ya Wakristo wengi waliookoka kukimbizana na mambo mengi is because they have problems. ni kwa sababu wana matatizo. People have problems. Wana matatizo. I'm telling you. Na kuambia, All kind of problems. matatizo ya kila aina. But the solution to all the problem that is on this earth Na suluhisho la matatizo yote yaliyoko kwenye hii dunia is in the word of God. liko kwenye neno la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I loved this man. Ninampenda huyu mtu I still love him, na bado nampenda, though he's gone, japokuwa amesha but I can aga dunia. never forget what he did. Lakini siwezi kusahau alichokifanya. Our former president, Rais wetu aliyepita, Magufuli. Magufuli. During the corona, Wakati wa corona, nobody told me, I heard it myself. hakuna aliyeniambia, nilimsikia mwenyewe. He said, Akasema, if the blood of Jesus is so powerful, kama damu ya Yesu ina nguvu, how come corona is killing? It's going to kill us. How? corona itawezaje kutuua? So I am not going to close down the nation. Kwa hiyo sitaifungia ndani nchi. The blood of Jesus is available for us. Damu ya Yesu lipo kwa ajili yetu. Do your prayers. Fanyeni maombi Do yenu. your fasting. Fungeni And do your things. na fanyeni kazi yenu.
I've never heard anywhere that Dr. Pombe Magufuli was born again. Sijawahi kusikia popote kwamba alikuwa ameokoka Magufuli. But he believed in the blood of Jesus Christ. Lakini aliamini damu ya Yesu Kristo. But you born again people, Lakini wewe uliyeokoka, you don't even believe. hata uamini. So this scripture says, Kwa hiyo andiko hili linasema, as for you, Jesus, kwa habari zako wewe Yesu, by the blood of your covenant, kwa sababu ya damu ya agano lako, I have sent forth, I have freed your prisoners. nimewafungua wafungwa wako. But there's a problem. Lakini kuna tatizo. And I said it yesterday. Nilisema jana, You can be set free unaweza kuwekwa huru and you are not free. na bado hauko huru. You can be set free Unaweza kuwa umewekwa huru and you are not free. lakini bado hauko huru. The Bible says something powerful. Biblia inasema kitu cha nguvu. When Jesus screamed Yesu alipopiga kelele on the cross, pale msalabani, Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi lama sabachthani. Suddenly there was an earthquake. Ghafla kulikuwa na tetemeko. The Bible says Biblia inasema the graves were opened. makaburi yalifunguka. If you are reading your Bible, Papa said you should read your Bible. So don't look at me like that. Baba alisema msomeni Biblia zenu, kwa hiyo usiniangalie hivi. So if you have read your Bible, you should have seen, you know what I'm talking Kwa about. hiyo kama umesoma Biblia yako unatakiwa kujua ninachosema. So the graves were open of the righteous. Kwa hiyo makaburi ya wenye haki yakafunguka. But they could not come out. Lakini hawakutoka. They can open the door for you, but you don't want to come out. Unaweza kufunguliwa mlango lakini hutaki kutoka. So you can be free and you are not free. Kwa hiyo unaweza kuwa huru lakini hauko huru. So God told Jesus, Kwa hiyo Mungu akamwambia Yesu, I have set them free. nimewaweka huru. So don't worry. Kwa hiyo usiogope. Let me talk to them. Ngoja niongee nao. Verse 12. Mstari wa 12. Say, turn to your stronghold, Irudieni ngome, ye prisoners of hope. enyi wafungwa wa tumaini. For today, Kwa kuwa leo you shall receive double for your trouble. mtapokea maradufu kwa ajili ya matatizo yenu. Hallelujah. Hallelujah. So the power Kwa hiyo nguvu that is in the blood of Jesus iliyoko katika damu ya Yesu set you free. inakuweka huru. But you must embrace the blood. Lakini wewe lazima uikumbatie hiyo damu. He said, turn to your stronghold. Anasema igeukieni ngome. Actually, in the original translation, Ukweli ni kwamba katika tafsiri ya original, the word to turn in Greek or Aramaic, neno lile neno kugeuka katika Kigiriki au Kiaramaic. let's read verse 12 together. Hebu tusome mstari wa 12 kwa pamoja. Verse 12. Are you ready? 1 to read. Irudieni ngome. Ifanyeje? Irudieni ngome. Ifanyeje? Irudieni ngome. Now, Sasa you cannot say return huwezi kusema rudi if you were not there before. kama hukuwepo hapo kwanza. Are you following me now? Unanifuata? They were there before. Walikuwepo hapo. They've embraced the blood. Walikuwa wameikumbatia damu. They accepted Jesus Christ. Wamemkubali Yesu Kristo. But somehow, Lakini kwa namna fulani, because of the cares of this world, kwa I'm speaking the sababu Bible. ya mambo ya dunia hii, I'm speaking the Bible. Because of the cares of this world, kwa sababu ya masumbufu ya hii dunia, they moved from there. wakasogea The pale. enemy captured them. Adui akawateka And they were locked up. na wakafungiwa Locked ndani. up in sickness. Wakafungiwa kwenye magonjwa. They were locked up. Wamefungiwa Locked ndani. up in stagnation. Fungiwa kwenye They were mkwamo. locked up. Wamefungiwa. Locked up in poverty. Wamefungiwa kwenye umaskini. Locked up. Wamefungiwa. Locked up in sin. Wamefungiwa kwenye Locked dhambi. up. Wamefungiwa. Locked up in oppression. Wamefungiwa kwenye They are being taabu. oppressed. Wamekandamizwa. But the blood is there Lakini damu iko to pale bring you out. kukutoa. So the Father said, Sasa Baba anasema, are you ready? uko tayari? 1 to read. Hapo. Return. Rudi. Return to where you started before. Rudi pale ulipoanzia mwanzoni. Return to your first love. Rudia ule upendo wako wa kwanza. Embrace the blood of Jesus. Kumbatia damu ya Yesu. Write this down. Andika. You can't separate a person from their blood. Huwezi kumtenga mtu na damu yake. Hallelujah. You cannot separate a person from their blood. Huwezi kumtenga mtu na damu yake. When you separate somebody from their blood, Unapomtenga mtu na damu yake, the person is dead. huyo mtu amekufa.
Hallelujah. Hallelujah. For some days, Kwa siku kadha wa kadha, some people say 3 days. wengine wanasema siku 3. Some people say 2.5 days. Wengine wanasema siku 2 na It nusu. doesn't matter. Haijalishi ni siku For ngapi. some days, Kwa siku kadha, Jesus Christ Yesu Kristo was separated from his blood. alitengwa na damu yake. But after some time, Lakini baada ya muda he fulani came alive. alirudi akawa hai. Write this down. Andika. You can't be alive without the blood. Huwezi kuwa hai pasipo damu. Maha azupekedi andalayata. When you are separated from your blood, Unapotengwa na damu yako, you are gone. umeisha. So if the blood of Jesus Kwa hiyo kama damu ya Yesu is available today, ipo leo, is alive today, iko hai leo, it means Jesus is there. maana yake Yesu yuko pale. If you prepare yourself communion, Ukijiandalia meza ya Bwana, as other people say, kama watu wengine wanavyosema, they call it sacrament. wanaita It sakramenti. doesn't matter what you call it. Haijalishi unaihitaji. You prepare yourself Unajiandalia and you do this by faith. na unafanya hivyo kwa imani. Automatically, Moja kwa moja that juice ile juisi become the blood of Jesus. inakuwa damu ya Yesu By faith. kwa imani. It's not by magic. Sio kwa mazingaumbwe, By faith. kwa imani. Then you have a piece of bread. Alafu na kipande cha mkate. That bread Ule mkate becomes the body of Christ. unafanyika kuwa mwili wa Kristo. And that is why Na ndiyo on maana the table of mercy, katika meza ya you Bwana will not find only the bread. hutakuta mkate tu peke yake. On the table of mercy, Katika meza ya you will Bwana not find only the blood hutakuta damu peke yake or the juice. au juisi peke yake. You find the two. Utaipata juisi Because wherever the blood kwa is, sababu popote palipo na the damu body is there. na mwili uko hapo hapo. Wherever the body is, Popote palipo na the mwili blood is na there. damu iko hapo hapo. If we are talking about the efficacy of the blood of Jesus, Kama tunazungumzia umuhimu wa damu ya Yesu, we are talking the same time as efficacy of Jesus Christ tunazungumzia wakati huo huo umuhimu wa mwili wa Yesu Kristo in our kwenye lives. maisha yetu. Nothing is impossible for Jesus Christ. Hakuna lisilowezekana kwa Yesu Kristo. Nothing is impossible for him. Hakuna lisilowezekana kwake. What you need is just to believe. Wewe unachotakiwa tu ni kuamini. So God told the prisoners, Kwa hiyo Mungu akawaambia wafungwa, turn to your stronghold. irudieni ngome. If you can do that, Mkifanya hivyo, you receive double for your trouble. mtapokea maradufu. Hallelujah. Amen. Let's continue tonight. Tuendelee jioni ya leo. I want us to look at the sevenfold sprinkling of the blood of Jesus. Nataka tuangalie na aina 7 ya kunyunyizwa kwa damu ya Yesu. Or the 7 areas. Au maeneo 7 Or the 7 times au namna mara 7 that the blood was shed. ambayo damu ya Yesu ilimwagwa. Because many people think Kwa sababu watu wengi the wanafikiri blood was shed on the cross of Calvary too. kwamba damu ilimwagika kwenye msalaba wa Kalvari peke yake. You lie. Sio kweli. The Calvary, cross of Calvary, Msalaba wa Kalvari is one of the place where the blood was shed. ni mojawapo ya mahali ambapo damu ilimwagika. It was the time that it was vivid. Ni wakati ambao ilikuwa halisi. Ilionekana kabisa. It was vivid there. Ilikuwa wazi pale. And on the cross of Calvary, Na pale msalabani 2 Kalvari times blood was shed. damu ilimwagika mara 2. Are you hearing me now? Unanisikia? We come there. Tutafika hapo. Let's start from the beginning. Tuanzie mwanzo. Number 1, Nambari ya the kwanza. blood of Jesus Christ Damu ya Yesu Kristo was shed in the Garden of Gethsemane. ilimwagika katika bustani ya Getsemane. The Bible says Biblia inasema his sweat becomes like blood. jasho lake likawa kama damu. Because he knew what he was going to go through. Kwa sababu alijua kile anachoenda kupitia. It was so heavy Ilikuwa ni jambo zito that sana. Jesus said, Kiasi kwamba Yesu akasema, Father, Baba, if it is possible, ikiwezekana let this cup pass over me. kikombe hiki kiniepuke. Let's look for another way. Tutafute namna nyingine.
But father did not answer. Lakini baba hakujibu hayo Because maombi. it was an agreement Kwa sababu ilikuwa ni makubaliano that you are going to do that job. kwamba wewe utaenda kuifanya hiyo So kazi. that was the first time Kwa hiyo hii ilikuwa mara ya kwanza that the blood of Jesus was shed. kwamba damu ya Yesu ilimwagika. Forget about the spiritual one that we talk about. Achana na mambo ya kiroho ambayo That nitazungumzia. we said the blood of Jesus was shed at the foundation of the earth. Leave that one alone. Achana na ile ya kusema damu ya Yesu ilimwagika tangu misingi ya ulimwengu. We were not there. Hatukuwepo. But this one, Lakini hii hapa people were there. watu walikuwepo. Number one, Nambari ya at the kwanza. Garden of Gethsemane. Write it down. Andika kwenye bustani ya As a Getsemane good student. kama mwanafunzi You mzuri. find that in Luke chapter 22 verse 44. Unaipata hiyo kwenye Luka sura ya 22 mstari wa 44. Luke chapter 2 verse 44. Luka 22 mstari wa 44. Number 2. Nambari ya pili. In the house of high priest. Katika nyumba ya kuhani mkuu. In the house of that high priest. Katika nyumba ya kuhani mkuu. Right there. Pale His blood was shed. damu yake ilimwagika. John chapter 18. Give us John chapter 18 verse 22. Tupe Yohana sura ya 18 mstari wa 22. John 18:22. Yohana 18:22. Oh, hallelujah. You see, the reason why you need to understand this Sababu ya wewe kuelewa hili is for you to be able to know how to appropriate the power that is in the blood. ni ili wewe ujue namna ya kufanyia kazi ile nguvu iliyoko ndani ya Shall damu we read ya that Yesu. together? Are you ready? Tusome kwa pamoja. One to read. Hallelujah. Haleluya. Let me tell you something. Ngoja nikwambie kitu. Come, sister. Stand well, eh? If I slap her, Nikimpiga kofi, do you know blood come out? unajua damu inaweza kutoka. You may not see. Unaweza usione. Blood can come out. Damu inaweza kutoka. Blood can be in. Damu inaweza ikatoka ndani kwa ndani. Thank you. I know to slaughter animals. Mimi najua kuchinja wanyama. When you beat a goat like this, Unapompiga mbuzi you hivi, don't see anything. huoni chochote. But when you slaughter the goat Lakini ukimchinja yule and mbuzi remove the skin, na ukamchuna, you will see. utaona ile damu. Number 3, let's go. We have a lot of things to do. Tuna mambo mengi. Nambari And ya I must tatu. finish this assignment. Number 3. Nambari ya tatu. When they pull out the hair from his head. From his beard. Yes. Walipomng'oa nywele. Yes. Do you know that? Unajua hilo? Jesus Christ was like this man. All of you that have this thing, you need deliverance. Come here. Ninyi ambao mna mandevu kama huyo. Hiyo ambayo una mandevu unahitaji ukombozi. Sasa kama unataka kung'oa kitu watang'oa nini sasa kama huna? Angalia hapa, unaoa nini? Hamna kitu. Na hapa wanacha. When you remove here or here, unapomng'oa ndevu au nywele, blood come out, you may not see. Damu inatoka. Shall we read that? Tusome. Look at that. Hebu angalia. Isaiah chapter 50 verse 6. Isaya sura ya 50 mstari wa 6. Isaiah 50 verse 6. Isaya 50 mstari wa 6. Shall we do that? Let's read it together, everybody. 1 to read. Let's read it very loud. Tusome kwa nguvu. 1 to read. Naliwatolea mgongo wangu na wang'oao ndevu mashavu yangu. Sikuficha uso wangu sipate fedhea na kutemewa mate. Inakuelea? Aha. Hallelujah. Number 4. Nambari ya 4. When they beat him, walipompiga, when they whip him, walipompiga mijeledi. there was a time they whip him. Number 4. Namba 4, kuna wakati walimpiga mijeledi. John chapter 19 verse 1. Give us quickly. Tupe Yohana sura ya 19 mstari wa kwanza. John chapter 19 verse 1. Yohana 19 mstari wa kwanza. Are you ready? 1 to read. Can you see that? Umeona hilo? Number 5. Nambari ya 5. When they put the crown of thorns on his head. Walipomvalisha taji ya miiba kichwani mwake. Matthew 28 verse 29. Mathayo 28 mstari wa 29. Just write it down, no problem. Andika tu. Are you hearing me now?
Unanisikia? Number 6. Nambari ya 6. When they nailed him on the cross. Walipompigilia misumari msalabani. Don't be spiritual. Usiwe wa kiroho Do sana. your hand like that. If they nail somebody, Kama wakimpigilia msumari the mtu, blood comes out. damu itatoka. If you don't believe that, let us nail you and see. Kama huamini, njoo tukupige msumari sasa hivi. Are you hearing me now? I was at the farm. Nilikuwa shambani. By mistake, Kimakosa. I was trying to cut a tree. Nilikuwa najaribu kukata mti. I have a small saw. Nilikuwa na kaupanga kadogo. Yeah. Msumeno. Msumeno. You charge it with electricity. Unaichaji na umeme. And then you go and use it to cut, not big trees, some tree like this. Unakata miti midogo midogo. So I started with the branches. Nikaanza na matawi. I cut. Nikakata. Then I cut one. Nikakata mmoja. I didn't know. Ilikuwa mshamba lakini. Sikujua. I didn't know that tree, the way it looks beautiful, it has thorn inside. Sikujua kama ule mti unavyoonekana vizuri ulikuwa na miiba. It looks smooth and innocent. Ulikuwa unaonekana mti mzuri, hauna Then shida. I pull it with my hand. Nikavuta na mkono. Even till now, I'm feeling the pain if I press my hand. Paka sasa hivi nasikia maumivu. Do you understand what I'm saying? Now, that's a thorn, not a nail. Ule ni muiba, sio msumari. And finally, number 7. Nambari ya 7. I'm going somewhere. Naenda mahali. When they spear him on his side, walipompiga mkuki ubavuni, the blood came out. damu ilitoka. Water came out. Na maji yakatoka. These are the 7 times Hizi ni mara 7 that Jesus Christ ambayo Yesu Kristo shed his blood. alimwaga damu yake. Now, he did this for what? Sasa alifanya hivyo kwa sababu gani? Leviticus chapter 17 verse 11. Let's read that. Mambo ya Walawi 17:11. Leviticus 17:11. Mambo ya Walawi 17:11. For the life of the flesh is in the blood. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. I have given it to you on the altar to make atonement for your soul. For it is the blood that makes atonement. Nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwa hiyo, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Somebody say hallelujah. Let's read that together, please. Don't forget that. Let's read the 1 to read. The reason why Jesus allowed the blood to be shed 7 times, sababu ya Yesu kumwaga damu mara 7, was because of you and I. Ni kwa sababu yako mimi na wewe. Was because of you and I. Ni kwa sababu yako na mimi. He suffered so that we will not be suffered. Aliteseka ili tusiteseke. He was rejected so that we will not be rejected. Alikataliwa ili tusikataliwe. He was spat on so that we will not be spit on. Alitemewa mate ili sisi tusitemewe. He became poor so that we will not be poor. Alifanyika maskini ili tusiwe maskini. For the life of the flesh, kwa kuwa uhai wa mwili is in the blood. Katika damu. So Jesus Christ, kwa hiyo Yesu Kristo, allow his life to pour down 7 times. Aliruhusu uhai wake umwagike mara 7. Hallelujah. He allowed his life to pour down 7 times. Alikubali uhai wake umwagike mara 7. So that you can rise up 7 times. Ili na wewe uinuke mara 7. You are not allowed to remain where you are. Hupaswi kubakia pale ulipo. No matter who is witchcrafting you. Haijalishi nani anakuloga. No matter the curses that is in your generation. Haijalishi laana iliyoko kwenye vizazi vyako. No matter whether you are born out of wedlock or in wedlock. Haijalishi umezaliwa nje ya ndoa au ndani ya ndoa. No matter the sin that you have committed. Haijalishi dhambi uliyoitenda. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. The life of Jesus. Uzima wa Yesu was shed for you 7 times. Ulimwagwa kwa ajili yako mara 7.
The righteous shall fall down 7 times. Mwenye haki anaweza kuanguka mara 7. And he shall rise again. Na atainuka tena. I see you rising again. Ninakuona ukiinuka I see you tena. rising again. Nakuona ukiinuka tena. I see you rising in your business. Nakuona ukiinuka kwenye I see you biashara rising yako. in your job. Nakuona ukiinuka I see you kazini mwako. rising in your family. Nakuona ukiinuka I see kwenye you rising familia in your health. Nakuona You ukiinuka shall kwenye afya yako. rise. Utainuka. You shall rise. Utainuka. I prophesy upon you today. Ninakutabiria jioni ya Rise leo. up again. Inuka tena. Rise up again. Inuka The tena. Bible says, Biblia inasema, arise, inuka, shine, angaza, for your light has kwa kuwa come, nuru yako and the imekuja, glory of the na Lord utukufu wa is Bwana risen upon you. umekuzukia. Rise up again. Simama I say tena. rise up again. Nasema simama I say tena. rise up again. Inuka tena. I say 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 rise up again. Inuka tena. 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 Open your mouth and begin to prophesy upon yourself. Fungua I see kinywa me chako. rising again. Anza kujitabiria. I see me Najiona- rising again. Najiona nikiinuka. I see me rising Najiona again. nikiinuka tena. Najiona Mayakapakabosaya. nikiinuka tena. Najiona nikiinuka tena. Najiona nikiinuka tena.